kutuelekeza kwamba tuende kwenye jamii, tufate kule ili tuweze kutoa huduma kwenye jamii. Kama alivyosema MC hapa, wale wote waliowahi kupita hapa maktaba, wanaotumia maktaba vizuri kabisa, wengi nadhani hawajapotea, wako mahali salama. Maprofesa wengi, madaktari wengi na kina MC Upogo wengi wamepitia katika hii maktaba. Kwa hiyo niwakaribishe sana Bodi ya Huduma za Maktaba. Kama ambavyo mkurugenzi alisema asubuhi kwamba tuna majukumu mengi, lakini jukumu letu kubwa pia ni kupokea machapisho, kuyahifadhi na kuyasambaza kwa watumiaji. Na mimi hapa naamini leo washairi wengi mmekuwepo hapa, mnaandika haya mashairi, si ndio jamani? Mnayapeleka wapi? Naomba muyaweke katika vitabu, muyalete maktaba tupeleke kwa watumiaji. Sisi wakutubi huwa tunasema kwamba taarifa inakuwa taarifa tu pale inapotumika. Nikisema taarifa simaanishi taarifa ya habari, nayo ni moja ya taarifa, lakini katika ukutubi tunasema machapisho yote yaliyoko ndani ya maktaba, kiwe kitabu, liwe gazeti, liwe jarida, yani linakuwepo kwa ajili ya watu. Taarifa isiposomeka, taarifa isipotumika, hiyo sio taarifa. Yani huwezi kukaa ukaandaa shairi, ukaandaa kitabu, halafu kikae mfukoni, si ndio? Lazima hicho kitabu kifanye nini? Kisomo. Sasa ili kisomo, ukikiweka maktaba, umeleta mahali sahihi kwamba kila mtu atakuja kusoma. Na kila mtu atakuja kusoma. Bodi za huduma za maktaba kama nilivyosema, tuko katika mitandao ya maktaba 43. Tunahudumia Watanzania wote. Yaani pengine tuko tofauti na maktaba zingine zote kwamba sisi tunahudumia kuanzia watoto wa miaka 3 mpaka yule mzee wa mwisho kabisa. Anayejua kusoma na kuandika, asiyojua kusoma na kuandika. Kila kada popote hapa nchini ambayo ni kada halali, sisi tunawahudumia. Wajasiriamali, wanasheria, watafiti, walimu, wajasiriamali. Yaani kila mtu, hii maktaba ni sehemu yake. Kwa hiyo wote ni wadau wetu. Lakini nafahamu hata mashairi haya pia yanatuhusu sisi sote kama jamii. Kwa hiyo kama jamii kwamba tunapenda kuielimisha, tunapenda kuihabarisha kupitia ushairi, basi tuone hapa ni mahali muhimu sana pa kuleta na kuhifadhi machapisho yetu ili yaweze kuwafikia walengwa, ili waweze kupata kile ambacho kiko kwenye ushairi. Kama tulivyoona umuhimu wa mashairi unafanya majukumu mengi, una umuhimu mkubwa sana. Sasa ule umuhimu hautaweka kwa jamii kama sisi hatutaweka katika maandishi na kuleta kwa hii jamii ambayo tunaitarajia. Pengine tutasema huko kumekuwa hivi, kumekuwa vile, lakini pengine tunafanya haya yaliyopo kwa sababu hatuna taarifa sahihi. Lakini wa kuziandaa hizo taarifa sahihi ni nani? Ni sisi kupitia nini? Ushairi. Na tukihamasishwa kwa kiasi kikubwa, basi hii tulioianza leo au hii tunayoiendeleza basi itaendelea kuwafikia wengi na wengi zaidi. Kama nilivyosema hapa tunahudumia kuanzia watoto wa miaka 3. Kwa hiyo nitoe hata wito pia kwamba tunahitaji watu pengine waje kusaidiana na sisi, watuendelee kutupa maarifa zaidi ili tuweze kuandaa hawa watoto wadogo basi waweze kuendeleza huu shairi zaidi na zaidi na zaidi, kama ambavyo tunaona kwamba unaweza ukahifadhi tamaduni, ukatutambulisha sisi pia kama Watanzania. Basi kwa siku hii ya ushairi duniani tuungane na wenzetu ulimwenguni kote tukiwa tunasherehekea siku hii. Nilipita mahali nikaona kwamba kauli mbiu ya siku hii ya leo inasema ushairi wa amani na umoja. Ndio kauli mbiu ya mwaka huu ambapo tunaadhimisha siku ya ushairi duniani. Kwamba kauli mbiu hii inalenga dhima ya ushairi katika kukuza utangamano, kuunganisha tamaduni na kuelezea hisia za kina za binadamu. Kwa nini siku ya ushairi duniani inaadhimishwa? Tunasema kwamba madhumuni yake ni kukuza usomaji, uandishi, uchapishaji na ufundishaji kote duniani. Hivyo inaadhimishwa kutoa utambuzi mpya na msukumo kwa harakati za ushairi kitaifa, kikanda na kimataifa. Pengine hata leo ulimwenguni kote tunasherehekea. Sisi hapa tumesherehekea kitaifa, kikanda wanasherehekea, kiulimwengu wanasherehekea, lakini wote tunaadhimisha hicho kitu ili kuweza kukuza au kutimiza hayo malengo ya usomaji, uandishi, uchapishaji, ufundishaji kote duniani. Nadhani hata mwenyekiti wetu alipoamua pengine kuchagua Bodi ya Huduma za Maktaba
kufanyia hili tukio kuu muhimu. Naona hapa ametuletea jukumu, sio kwamba ametuletea pekee, ametukumbusha, ametusisitiza, ametuhimiza, kwani sisi tunafanya kazi bega kwa bega na waandishi. Tukisema waandishi wote, waandishi wa ushairi, waandishi wa vitabu, waandishi wa vitu vyote, wachapishaji na pia wafundishaji. Hata sisi wakutubi pia ni wafundishaji. Kwa hiyo tukipata hayo machapisho, tukipata hiyo vitabu, basi tutaendelea kudumisha na tutaendelea kusambaza maarifa haya kizazi kimoja hadi kingine kupitia hizi maktaba zetu ambazo nimezitaja hapa. Basi kama ambavyo nimeombwa kuja hapa kutoa shukurani, naomba nirudi sasa kwenye lengo ambalo nimeitiwa na MC hapa mbele kutoa shukurani. Kwanza kabisa nitoe shukurani kwa mwandaaji mkuu wa shughuli hii ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la Kiswahili la ushairi la Kiswahili ambaye ni Mwalimu Mapunjo, si ndio? Pamoja na kamati nzima. Kwa kweli natoa shukrani za dhati, kwa maana ya kwamba bila yeye kufikiria kitu hichi, bila kuwaza hivi ambavyo ameviweka, pengine leo tusingekuwa hapa. Naomba tumpongeze kwa makofi. Lakini yeye peke yake pengine asingeweza kufanikisha hili. Niwashukuru pia mgeni wetu rasmi ambaye amewasilishwa na mama hapa, amewasilishwa na meza kuu, nao naomba basi tuwapigie makofi kwa uwepo wao. Lakini sio hao tu, pia tuwapongeze na tuwashukuru wawasilishaji wa mada, japokuwa tuko nao hapa, lakini kazi yao ambao waliitiwa wameitekeleza, na sisi kwa namna moja au nyingine tumeweza kupata mambo mengi, tumeweza kukumbushwa mambo mengi ambayo tukitoka hapa tunaenda kuyafanyia kazi ili tuweze kuboresha zaidi na zaidi ushairi wetu. Naomba tuwapigie makofi. Kwa sababu ya muda sitawataja wote kwa majina yao, lakini kwa nafasi nyingine pia ni washukuru wale wote walioleta burudani za ushairi hapa. Kwa kweli tumeburudika na tumehamasika na tumejifunza sana. Naomba kwa wale ambao walioko pengine wakisimama, wale wachache, najua wengine wameondoka, naomba tuwapigie makofi ya dhati. Kwa kweli tumefurahishwa sana na tumefurahi sana na tujifunza vitu vingi. Kama alivyosema mjumbe mmoja kwamba nilitamani hii siku ya leo tungepata na wale watoto wadogo shule za msingi, sekondari, wakajifunza kutoka kwa hawa wazee wetu. Kwa kweli wataenda kuendeleza kitu kizuri sana. Lakini sio hao tu, basi ni washukuru pia washiriki wote ambao tuko humu ndani. Naomba sitawataja kwa majina mmoja mmoja, lakini bila nyie tusingeweza kuiwezesha siku hii ya leo kufanikiwa kama ambavyo tumefanikisha siku hii ya leo. Naomba tujipigie makofi sote, bila kumsahau MC wetu, MC Lupogo. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo umeifanya, pengine umeweza kuiweka hili tukio kuwa hai. Asante sana MC, naomba tumpigie makofi. Basi kwa namna ya pekee pia ni washukuru wanahabari wetu wote waliokuwa humu ndani na kamati mbalimbali ambao pengine nimeweza kuwasahau. Natambua uwepo wenu, asanteni sana. Lakini labda swala la kujiuliza kwamba tumehudhuria, tumemaliza, tunatoka na nini hapa? Nadhani tumesema kwamba tumetoka na mengi, kwa sababu mimi natoa tu shukurani hapa. Najua kwamba tulivyokuja sivyo tunavyotoka, si ndio jamani? Tumejifunza mengi, tumeshirikishana mengi, na tunaenda kuyafanyia kazi haya ambayo tumejifunza. Nadhani tutakapoandaa tena mwakani inaweza ikawa bora zaidi kuliko hii ya mwanzo. Pengine wale ambao hata hawajahudhuria leo siku hii, tukienda kuwapa taarifa hizi, mwakani wanaweza wakahudhuria wengi zaidi. Basi kwa haya ambayo tumeyapata, naomba tukayafanyie kazi ili tuweze kuendeleza huu ushairi, sio kwa manufaa ya nchi yetu tu, hata ulimwengu mzima kwa ujumla. Nitoe wito na niendelee kusisitiza, naomba washairi tuendelee kuandika ushairi wetu ili tuweze kuhifadhi na tuweze kuwafundisha au kutoa ujuzi wetu kwa wale ambao wanaibukia. Najua tuna waandishi wachanga pia wanahitaji ushauri wetu, wanahitaji mafunzo kutoka kwetu. Basi
tunapohitajika, kwa maana ya kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Kwa hiyo naomba tushirikiane tuweze kuendeleza huu ushairi, kwamba ambapo tumeona kwamba ushairi mmoja ametuambia kwamba kila mtu kwa asili amekuwa nani? Mshairi. Kwa hiyo tuweze kuendeleza hivi vipaji ili tuweze kuboresha tena na tena. Narudia tena wito, kauli mbiu yetu inasema ushairi wa amani na umoja. Kwa hiyo basi tuende na kauli mbiu hiyo tukiendelea kuisisitiza popote tunapoenda. Najua kwamba katika ushairi tunaenda kutimiza majukumu mengi sana. Tunaelekea kwenye mwaka wa uchaguzi. Nadhani tutatumia ushairi kuelimisha, tutatumia ushairi kuhamasisha watu wakapige kura, tutatumia ushairi pengine hata kunadi viongozi wetu. Kwa hiyo washairi bado tuna kazi kubwa sana. Kwa hiyo tuendelee kutumia hivi vipaji vyetu kwa manufaa ya nchi yetu na taifa zima kwa ujumla. Basi kwa kusema hayo, nawashukuruni sana. Karibuni tena na tena Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania. Kwa hiyo kama nilivyosema, hapa ni Bodi ya Huduma za Maktaba, lakini maktaba kuu iko ndani ya Bodi ya Huduma za Maktaba kama ofisi ya makao makuu hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunafanya kazi bega kwa bega na Bodi ya Huduma za Maktaba Zanzibar. Tunashirikiana katika yote ambayo yanafanyika huku, tunafanya nao pamoja. Kwa hiyo wale wa kutoka Zanzibar, naomba tufikishe salamu zetu Bodi ya Huduma za Maktaba Zanzibar. Tuko pamoja katika kuhifadhi na kusambaza huu ushairi kwa Watanzania wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana.